Sikia nikwambie, yule binti amerudi muda sio mrefu. Kila kitu kitakuwa sawa. Nadhani natambua kwa Nazi hawezi kushindana juu hata siku moja. Ila kuna vijidudu na vinataka kuingia katika hilo. Kwanza kwa hilo ondoa shaka. Kila kitu tunachotaka kukifanya huwa hakijawahi kufeli hata siku moja. Kila kitu kipo chini yetu. Hilo limeisha. Ila na wewe ndo uachage kulopoka. Utauponza mtu mzima wewe. Nimesikia kila kitu ulichozungumza. Sasa andaa jawabu la kujibu kwenye kikao cha usiku wa leo. Sheria yangu, ulimi tu uliniponyoka. Sio kama nilizamiria kuongea na nyie. Ulimi umekuponyoka. Sasa endelea hivyo hivyo. Utakuja uambulie vidole, nyama tule wenzio. Shauri yako. Tatizo nini? Mbona unakimbia? Tokapo huko ni kwema? Dada, hata sio kwema. Ni mitihani ambayo naopitia. Na hata sijui itaisha lini mitihani. Tatizo lako wewe, unapenda sana kufuatilia vitu vya watu. Na nilishakukanya kuanzia mwanzo. Acha kufuatilia vitu vya watu wazima, utakuja ufinywe. Sawa dada, nimekuelewa. Ndugu yangu, uwezi amini. Hapa nilipo nina matatizo. Na kila mtu ameniacha njia panda. Hata sijui msaada na utolea wapi. Nini shida? Mbona kila pakikuta matatizo? Halafu huruma yako itakuponza. Yule ndugu yako amerudi. Maana nimemwona na yule Rasi. Unamaanisha Leza? Ndiyo. Mbona Leza alishaondoka? Kwa macho yangu nimewashuhudia wakiingia ndani. Yeye na yule Rasta. Watoto 2000 bwana. Hivi unajua yeye ndo amenisababisha haya matatizo. Yaani hapa nikikwambia sina amani na mume wangu. Yaani sijui hata kwa nini ameamua kubaki. Na aliyakuwa tulikubaliana anaondoka. Nadhani unafahamu kinachoendelea katika familia yetu. Yaani hapa nilipo nina fukuto katika moyo wangu. Na kama hajaondoka, ifikapo kesho ni mazishi. Silaumu. Maana kayataka mwenyewe. Ila cha msingi usikae kizembe. Maana usiku wa leo ni mzito sana. Bikunza, wala usihangaike. Usipate tabu kabisa. Kwa maana tayari nimeshajua nyama yetu wapi ilipo. Na yule mwenye kimdomo mdomo yule nitamuonyesha njia ya kuzimu. Sawa, nimekuelewa mkuu. Mimi naomba uniachie mimi mwenyewe hili swala. Nitamleta kwa mikono yangu kikangu mtoto. Bikunza, nakupa nafasi ya mwisho. Kwa maana nadhani unajua umuhimu wa ile nyama. Ilipotea kwa muda mrefu sana, karibia miaka 5. Sasa nategemea leo hii wewe ndiye utakayekamilisha hili zoezi. Sitaki kuangusha. Na nikupe tu moyo kwamba ukifanya hili utapanda cheo. Nimekuelewa. Nitafanya kama unavyohitaji bila kukufirisha. Hivyo ndo nataka. Wewe ndo Bikunza. Natakiwa nikuongeze nyota. Zongwa! 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 Zongwa!
Wewe kijana, hivi unajiona nani wewe? Wewe ni malaika, si ndio? Umetoka mbinguni, umeletwa duniani kwa ajili ya kuokoa uhai wa binadamu. Sasa nisikilize kwa makini. Ninajua uko na binti yangu ndani kwako. Ole wako akutwe na kitu kibaya. Utanitambua mimi ni nani. Na kile ulichomfunga kwenye mkono wake, naomba ukamtoe haraka sana, kabla sija kufanya kitu kibaya. Karibu. Karibia. Mbona kweupe leo hajakuletea mzigo? Hapa ndo nampigia simu mtu atoe, mpaka sasa hivi ananiambia foreni kwa Ilala. Sina shida salamu yako. Ninachokitaka umrudishe Leza kwa mama yake. Tumpe mwanangu, usije kunitafutia matatizo. Alafu usifikiri kwamba mimi dada yangu simpendi. Dada yangu ana matatizo tena makubwa sana, na ndio maana niko naye mbali. Lakini mama, Leza alishaondoka. Kaondoka hajaondoka mimi sitaki kujua. Ulichokuja kuniambia Leza iko nyumbani kwako. Nimepiga simu uje ili nikwambie. Sitaki kujua wala kusikia chochote kuhusu Leza kama iko nyumbani kwako. Nimeshatamka. Sitarudia. Mama, hakuna cha lakini tu, mpegu nisikize ninachokuambia. Sitaki. Ninachotaka kujua kwamba Leza amerudi kwa mama yake. Usiniletee matatizo kwenye familia yangu. Unaona watoto wenyewe waliobakia, unataka kuniletea matatizo. Tuje tugombane na dada yangu, tubadilishane majengo, aidha apokutishe familia yangu. Sitaki. Mama yako mkubwa gwiji kama yeye sijai kumuona hapa mtaani, wote wanamjua. basi mama, usipaniki. Mimi nimekuelewa. Laiti kama ungekuwa umenielewa mpaka leo hii, ningepata taarifa Leza hayupo nyumbani kwako. Lakini bado unakumbatia matatizo. Hujui yajayo ni machungu kuliko uliokuwa nayo sasa hivi. Kama umenielewa, ninachotaka fuata masharti bila shuti. Kwa hiyo mama, ni maharage au ni nini? Wewe unaona nini? Tena yaani sitaki maswali. Mimi nina jelo langu hapa. Nataka uniwekee hizi njegere. Si ndio 500? Hiyo ndio ulioiacha. Nakupa kwa sababu mwanangu. Hebu nipishe. Hiyo ndugu yangu Saidi ana changamoto mpaka mwenyewe anashindwa kuelewa. Changamoto gani? Jana usiku wakati natoka chooni nikakutana na Bikunza, yule mamangu mkwe yule. Bwana mama yule mchawi. Mama mchawi, alafu anaonekana ni mzoefu kabisa katika ile kazi. Na kibaya zaidi kanigia masharti, yani mpaka sasa hivi nashindwa kuelewa na nashindwa kuishi kwa amani. Ameniambia nimtoe mwanae dawa ambayo nilimfunga. Na mimi bibie nilimpa dawa sio kwa ubaya, shida yangu ilikuwa ni kumsaidia. Lakini mpaka sasa hivi sasa nimemfunga dawa, lakini mimi mwenyewe kumuona nashindwa kumuona. Kuna nyakati namuona, kuna nyakati si aonekani. Hivi Ismail, hiyo dawa uliyompa ushawahi kutumia? Sasa ndugu yangu Ismail, unampaje mtu dawa nikiwa wewe hujawahi kuitumia? Hujui matumizi yake, hujui inafanyaje kazi. Unawezaje kumpa hiyo dawa? Alafu pia Ismail, mimi nishakwambia mara ngapi kuhusu swala la wewe Bikunza na wewe mwanae. Ismail mwenzio, nimezaliwa hapa mtaani. Mimi hapa mtaani kabla yako.
Mimi nimekuambia achana na mazoea na ile familia, mimi naijua vizuri. Haya, unaona kinachokuja kukuta sasa. Ndugu yangu Ismail, ukitafuta majanga, tafuta na jinsi utakavyomaliza. Wewe ni msalaba wako, utajua utaubebaje. Usikutaka kunisikiliza. Na hapo mimi sina chochote cha kufanya. Ushauri wewe, kwa mzaro umetafuta wewe, unajua na malizaji. Mume wangu, kama nilivyokuelezea, hayo ndio yanaendelea juu ya mtoto wetu. Sijui tunamsaidiaje. Mke wangu, nisikilize tena, nisikilize kwa umakini. Mtoto asiyefunzwa na wazazi ufunzwa na ulimwengu. Yesu kama kuwasha moto, atajua jinsi ya kuuzima huo moto. Lakini baba Tumpe, kumbuka Tumpe ni mtoto wetu. Na alafu wahenga wanasema mtoto hakui kwa wazazi. Na mpaka mtoto amefikia stage huyo kuelezea hayo, mume wangu, ujue amekwama. Sipendi kurejea maneno niliyokwisha kuongea. Nadhani utakuwa umenielewa. Hii vita si yako, mwachie mwenyewe. Yesu mtu wa msaada atamtafuta mtu wa kumpa msaada, lakini sio mimi. Baba Tumpe, Baba Tumpe, njoo tuongee mume wangu.